Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa asubuhi ya njema ambaye Bwana ametuamsha tena. Ni shukrani kuu ili tumsifu jina la Bwana. Bwana leo amenituma tena na ujumbe wako, ujumbe njema, ujumbe ya kukuponya moyo, ujumbe ya kukuinua, ujumbe ya kukuweka katika kiwango kingine. Nitachukua dakika kidogo kwa sababu saa ya leo tuko na saa kidogo, lakini Bwana atatubariki sisi wote. Mahali uko, hebu inama kichwa chini kidogo ili tusifu Bwana na tuombe dakika moja. Asante Mfalme, nimekutambua kama Mungu wa ukweli. Jehova, umenituma na ujumbe njema asubuhi ya leo. Naamini ya kwamba tunaenda kubarikiwa. Tazama wale wako safarini, wale wanaenda nyumbani, wale wanaenda kazini, wale wanaenda katika biashara zao. Watazame wote. Na Mungu wa rehema wapatie uzima. Uwe driver katika barabara, katika hii safari ambayo wako naye. Bwana, nimekabidhi kila jambo katika mkononi mwako. Na hayo machache nimeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Wacha tushukuru Bwana. Mpendwa, mahali popote huko, Bwana amenituma na ujumbe njema asubuhi ya leo. Mungu ameona jinsi umekuwa na jambo na vita na mambo zote ambayo zimekwama. Lakini leo nataka kuongea juu ya Mungu ya ukweli. Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mungu ambaye kuna uwezo. Nataka niongee juu ya Mungu ambaye atakushindia hiyo vita uko nayo. Nataka niongee juu ya vita kali. Vita ambaye umetembea naye kwa muda. Vita ambaye imekugonga. Vita ambaye watu wanasema huwezi shinda. Vita ambaye watu wanasema itakuua. Lakini nataka niongee juu ya Mungu mkuu, yani Mungu ya ukweli. Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Hata kama umelemewa na maadui mpaka ukauliza utaenda wapi, kuanzia Januari mpaka Disemba hujapata amani. Hiyo vita umepiga mwaka mzima. Lakini leo Bwana amenituma ya kwamba vita unaenda kushinda. Utaishinda baada ya dakika 20, dakika 10, dakika 30 ambaye Bwana ameniweka hapa. Nataka niongee na mwenye roho yake inahangaika. Nimekuja na Mungu wa Danieli. Mungu ambaye alishinda vita. Wakati Danieli aliona mambo yake imeisha, maadui walimwekea simba, wakaamua ili amalizwe. Hapo ndio Mungu alimwokoa. Labda maadui wamekuwekea mtego mingi. Danieli aliwekewa simba. Maadui wakulala. Walikuwa na furaha, walisherekea. Wakasema Danieli mpaka amalizwe. Wewe maadui wamekuwekea mtego mingi. Labda uliwekewa mtego ya magonjwa. Mpaka wakasema hii mwaka mpaka utazikwa. Hii mwaka utakufa. Lakini Bwana ambaye amenileta hapa alishindia Danieli vita. Hata wewe hiyo ugonjwa
Bwana ataishinda. Wacha leo niongee juu ya Mungu ya ukweli, Mungu wa Shadrach, Meshach, Abednego. Maadui walikuwa na mpango, labda maadui wamekuwa na mpango mbaya juu ya ndoa yako. Uwezi oa, uwezi olewa. Bwana atasimama. Alisimama na Shadrach, Meshach, Abednego. Maadui waliweka moto, walileta kuni kubwa. Maadui walisema hawa wajamaa watafaulu mpaka wamalizwe. Mkutano ilifanywa usiku na mchana. Wakati wale wakisha moto, walianza kusherekea. Hata dakika hii, wale wachawi na waganga na warugaji, wale walisema utaolewa na utaoa, wanasherekea. Wanasema hata hii mwaka imebaki wiki moja, tuvuke mwaka ingine, lakini hujafaulu. Wanasherekea mahali wako. Lakini wacha nikuambie, Bwana ambaye amenituma atashinda hao maadui. Hii mwaka iko mbele yako ni mwaka ya baraka, ni mwaka ya kuolewa, ni mwaka ya kupata watoto, ni mwaka ya kufanikiwa kazi, ni mwaka wa kufanya biashara kubwa, ni mwaka ambaye Bwana atashinda maadui. Huyu Mungu wetu hajawahi kushindwa. Leo ameamua juu ya maisha yako. Hao maadui ni wabaya, lakini wacha niongee juu ya Mungu ya Ana, yani Mungu wa Sara, ambaye maadui waliketi wakasema, Sara hautaolewa, hautazaa, utakataza. Mkutano ilifanywa usiku na mchana. Wakasema huyu binti huyu hakuna kupata mtoto. Wacha nikueleze, Mungu wa Sara, Mungu wa Ana ni Mungu wa ajabu. Hayo mkutano zilifanywa, lakini hazikufaulu. Hata yako wa maadui walisema uolewi, hautazaa. Wacha nikutangazie leo, kuna mtoto mbele yako, kuna mtoto kwa tumbo. Yani Bwana huyu ambaye naongea juu ya jina lake ni Mungu ya ukweli. Yeye anatenda. Hata maadui wakifanya nini, hata wakifanya mkutano mara ngapi, hata wakichinja nini, hata wakiweka madhabahu aina gani, hata wakikutega na uchawi aina gani, Bwana anafungua ndoa yako. Bwana anakupeana mtoto. Umezunguka sana, umehangaika juu ya hiyo ndoa tu, umezunguka juu ya kutafuta mtoto. Huyu Mungu naonena juu yake alipeana mtoto kwa Ana, alipeana mtoto kwa Sara na wengi wengine ambaye masaitani walikwama wakasema hawawezi pata. Mungu aliwaibisha. Leo nataka kunena juu ya Yeremia 1:19. Mungu wetu atakulinda, atakupigania, hautashindwa. Fungua tu kitabu cha Yeremia 1:19. Hapo ndio jumbe langu liko. Yani wacha leo niongee juu ya Mungu ya ukweli. Yeye akisema natenda, atatenda. Huyo leo utakuwa mshindi. Najua vita ambaye Bwana ameshinda. Goliathi aliringa, akasema Daudi hawezi. Goliathi aliongea, akasema Daudi hawezi. Wacha nikwambie, hiyo vita ambayo uko naye ya boma, ya shamba, ya kotini, ya kutafuta kazi, wacha nikwambie utakuwa mshindi. Mwenye atakushindia ni yuko hapa leo. Ako hapa kwa meza, anatazama jinsi utaenda mbele yake. Leo
Bwana anahitaji goti chini. Leo Bwana atatazama wenye wako na moyo ya uchungu. Leo Bwana anataka wenye watamtambua. Ukimtambua, ukienda kwa goti, moyo yako ikiwa na uchungu, Bwana ataenda kushinda vita ambaye umepigania, vita ambaye imekusumbua. Iwe vita ndoa, iwe ya kutafuta mtoto, kutafuta kazi, Bwana atashinda. Leo hautashindwa tena. Leo hautahangaishwa tena. Leo maadui hawataongea juu yako tena. Huyu Mungu akisema na tenda, atatenda. Kama alitoa Paulo na Sila katika gereza, hata wewe utatolewa kwa hiyo shida. Utatolewa. Hata maadui wakisema utoki, utatoka kwa shida. Shida ya watoto wako, utatoka kwa hiyo shida. Watu wamenena maovu juu ya maisha yako. Watu wamenena mabaya juu ya maisha ya boma yako. Watu wamenena mabaya juu ya kazi yako. Watu wananena mabaya juu ya nyumba yako. Lakini Bwana wa ushindi ambaye ameniweka asubuhi ya leo, ameniambia usiogope. Leo utakuwa mshindi. Leo jina lako itainuliwa. Leo mambo itabadilika. Leo mambo zako haitakuwa jinsi watu walikuwa wanafikiria. Nimejua jinsi maadui wamekusumbua. Nimejua jinsi umehangaika na ugonjwa. Nimejua jinsi watoto wako wamehangaika. Nimejua jinsi watoto wako hawezi songa mbele. Nimejua jinsi watoto wamefungwa. Nimeona jinsi watoto waelewani na wengine. Nimejua jinsi vita ambayo unapigania kwa boma. Lakini Bwana anasema leo mambo itabadilika. Kwa sababu huyo Mungu yuko na sisi. Yani huyo Mungu atakuwa upande wako. Maadui wote watahangaika. Nitawachilia nguvu ya Mungu ambaye ataguza huyo mtoto. Mambo yake itabadilika. Jina lake inaandikwa. Anaenda kupata kazi. Jina lake inaandikwa. Mtoto atasoma. Jina lake inaandikwa. Atajenga. Jina inaandikwa. Ataoa. Jina lake inaandikwa. Atabadilika. Atawacha pombe. Atawacha bangi. Atawacha dawa ya kulevya. Atawacha vita. Yani jina inabadilika. Mungu anaenda kushinda hiyo vita ambao umepigania kwa muda. Yakisema anatenda. Hata huyo mume wako umeona kama wezi badilika. Huyu Mungu ameniweka hapa, ananiambia nikueleze. Huyu Bwana atabadilika. Atawacha pombe. Atawacha umalaya. Atawacha vita. Atajenga. Atapeleka mali kwenyu. Atakujua kama bibi. Atakutambua. Yani Bwana akisema hiyo vita umepigania, utakuwa mshindi leo. Hiyo vita itaisha. Kwa sababu mwenye anamaliza vita si apostle, sio bishop, ni Jehova mwenyewe. Yani Mungu wa Shadraki, yani Mungu wa Daudi, yani Mungu wa Danieli, Mungu wa Ana, Mungu wa Paulo na Sila. Yeye akisema na tenda, hata maadui wakisema hawatafaulu. Bwana amenituma. Jinsi ameona machozi yako, jinsi ameona umehangaika, jinsi ameona watu wameongea kwako, jinsi ameona mabaya inafuata ingine, jinsi watu wananena maovu, jinsi watoto hawana amani, jinsi boma yako haina amani, jinsi nyumba yako hakuna amani, jinsi magonjwa inakusumbua, jinsi hauna kazi, yani biashara ukianza inaanguka,
jinsi hujui utaenda wapi. Hiyo vita ni vita ya maadui, lakini leo hii Bwana anamaliza. Wacha tupate somo ili Bwana atuelekeze mahali leo tutaenda, kwa sababu vita ambao umekuwa naye imekuwa kama kansa, haina tiba. Imekuwa vita ya kutembea, imeleta umezunguka makanisani, umeenda crusade nyingi, umeenda matibabu, umefika hata kwa waganga, hata watu wa madawa ya kienyeji. Hakuna mahali hujafika juu ya hii vita. Labda ni ya kazi, labda ni ya biashara, labda ni ya ndoa, labda ni kutafuta mtoto, labda ni juu ya watoto wako, labda ni ya boma yako, labda ni ya bwana yako, labda ni ya bibi yako. Lakini hii vita Bwana anaweza. Amenituma umehangaika. Ameona jinsi umehangaika. Ameona jinsi umelia. Ameona jinsi umetumia mali yako. Ameona jinsi umetumia pesa nyingi. Hao maadui leo wataisha. Leo watahangaika. Maadui hawana uwezo. Hata wakiona umenunua pikipiki, wanaweka mkutano. Lakini Bwana ambaye amenituma ako na hiyo uwezo. Hata wakiona umenunua gari, hawalali. Hata wakiona umejenga, maadui wivi na waua. Hata ukiona umepata kibarua, hiyo siku halali. Hata ukianza biashara kidogo, maadui walali. Lakini vita zao zote juu ya maisha yako wanaenda kushindwa sahihi. Ushindi iko mbele yako. Inaletwa na Jehova. Inaletwa na Mungu mwenyewe. Yeye ndio iko na hiyo mamlaka. Ako na hiyo uwezo ya kuinua maisha yako, ya kukupigania, ya kulete kikombe ya ushindi ndani ya boma yako, ndani ya nyumba yako, ndani mahali unakaa. Yeye tu ndiye kuna uwezo ya kukupanguza machozi uweze lia tena. Huyo Mungu nanena juu yake ndio atakupoesha moyo, utaishi na amani. Yani muda imebaki wiki moja, bado unalia, bado umeshikwa, bado umefungwa, bado uone mbele, bado shida juu ya ingine. Lakini Bwana amenituma ya kwamba nikuambie leo Bwana anakuinua. Leo Bwana anabadilisha jina lako. Leo Bwana anashinda vita. Leo Bwana anakuondoa kwa maadui. Leo Bwana anaangusha maadui wote. Leo Bwana anakuinua juu. Leo jina lako inajulikana. Leo mambo yako inabadilika. Leo kuna upako juu ya watoto wako. Leo watoto wako wamebarikiwa. Leo amani imekuja kwako. Leo bibi yako amebadilika. Leo ndoa yako imebarikiwa. Yani Bwana ameshinda vita zote ambaye maadui waliweka naye maisha yako chini. Sijui kama nakupeleka kwa mbio, lakini wacha tusome maandishi. Maandiko inasema hivi katika wa Yeremia 1 kuanzia 19. Nao watapigana nawe. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Hawa watu watapigana na wewe. Hao mapepo watapigana na wewe. Hao mashetani watapigana na wewe. Wamepigana na wewe juu ya shamba, juu ya ndoa, juu ya kazi,
juu ya biashara, juu ya kujenga, lakini hawatashinda. Huyo ni Mungu ni anasema. Hawatashinda. Hawatashinda. Wamekujaribu, wamekuzungusha, wameangaisha watoto, hata wale wako Ulaya, hata wale wako Dubai, hata wale wako Qatar, Saudi Arabia, bado wanaangaishwa. Hata wale walijaribu, walipata kazi Tanzania, hata nchi jirani Uganda, hata wale walienda Amerika, mpaka ukaona kweli Mungu amekuona. Mtoto hajafaulu, hakuna kitu amelete, hata anatamani kurudi nyumbani. Yani maadui walipanda nao ndege, maadui bado wanawafuata. Lakini wacha ninene, Bwana huyu ambaye amenituma ako na uwezo, ako na mamlaka ya kuvunja, ya kuharibu, ya kuondoa mpango ya maadui. Hawatashinda. Mama, unanielewa? Hautashindwa. Baba, unanielewa? Hautashindwa. Umeangaishwa, lakini hautashindwa. Bwana anaenda kushinda. Bwana anaenda kukubariki. Bwana anaenda kubariki watoto. Bwana anaenda kubariki nyumba yako. Bwana anaenda kupeana kazi. Bwana anaenda kuinua biashara. Bwana anaenda kubariki watoto wako. Yani mjengo inapatikana, plote utainunua, kesi kotini itaisha. Hii mwaka haumalizi na shida. Hii mwaka unaanza na furaha. Hii mwaka hautaanza na kulia. Hii mwaka unaenda kuanza ukiwa na furaha kubwa. Wacha nikuambie, mahali uko sahihi, hebu amini ya kwamba Bwana anaenda kutenda. Hautashindwa. Hii mwaka unaanza, maisha yako itainuliwa. Hii mwaka unaanza, utapata mtoto. Hii mwaka tunaanza, utapata kazi. Hii mwaka utaanza, utakuwa mfanya biashara mkubwa. Hii mwaka unaanza, watoto wako watabadilika. Yani bwana yako itabadilika. Yani bibi yako itabadilika. Yani amani inakuja kwa nyumba. Yani utapata uponyaji. Bwana ndiye anasema. Yani mambo inaenda kubadilika. Hautashindwa. Mama, simama imara. Ndugu, simama imara. Kijana, simama imara. Mahali uko, hata kama ulifanya mtihani na bado uko na wasiwasi, utashinda maadui. Unaenda university, unaenda secondary, yani mambo imebadilika. Hautashindwa na maadui. Maadui wamekuangaisha mara nyingi, lakini Bwana anasema unaenda kushinda. Mahali popote uko, hebu amini. Nataka kuomba na wewe baada ya dakika 2. Bwana ananituma ya kwamba mambo inaenda kubadilika. Wacha nimalize Biblia. Inasema hivi: nao watapigana na wewe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Nani anaenda kuokolewa sasa? Bwana anajua jinsi umehangaika. Amesema ako na wewe sasa. Anaenda kukuokoa. Anajua hiyo vita unapitia. Anajua hiyo ugonjwa vile inakusumbua. Anajua vile hauna kazi. Anajua vile maadui wamekusumbua. Anajua vile hauna biashara. Anajua vile watoto wanahangaika. Anajua vile vita uko naye boma. Anajua vile mjengo zako zilisimama. Anajua vile ukishonea walichukua mali yako yote. Anajua vile unaishi na madeni nyingi. Anajua vile watu wakuombea mazuri kazini. Anajua vile promotion zako zimekwama. Anajua vile unahangaika na vita kwa plot mali unaishi. Anajua vile adui wanakunukia. Anajua vile kanisa yako imekwama. Anajua vile magonjwa yako hayapatikani hospitalini. Anajua jinsi umetembea. Anasema leo atakupigania. 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 Inua mkono juu. Bwana anataka kupigania. Bwana anataka kukubariki.
Bwana nataka kuinua mkono wako. Bwana nataka kuongoza maisha yako. Hii mwaka tunaenda kuanza, maisha yako inaanza kubadilika. Yani mambo zako zinakuwa tofauti. Yani watoto wako wanabadilishwa. Yani kazi yako inapeana. Jehova anapeana kazi, anapeana biashara, anapeana mambo tofauti, anapeana mtoto, anapeana ndoa. Vita inaisha. Yani maadui wote wanaisha. Mahali unaniona mambo imeanza kubadilika, naenda kuomba na wewe. Inua mkono juu, inua mkono juu na uamini mahali uko. Yani mambo inabadilika. Hii mwaka umelea, hii mwaka watu wameongea, hii mwaka watu wamekutusi, hii mwaka mambo yako imekwama, hii mwaka umeingia kwa madeni mingi, hii mwaka vitu zako zilikwama, lakini sasa hivi mambo inabadilika. Kabla tarehe 25 mambo itakuwa imebadilika. Mwaka utaanza kama mambo yako imebadilika. Hautakuwa kwa hiyo mzigo ya vita, ya kelele, ya kukosa kazi, ya kukosa ndoa, ya kukosa mtoto, ya kukosa mambo zako, ya kukosa kujenga. Mambo imebadilika. Naamini tena, naenda kuomba. Mambo inabadilika. Nimewachilia mafuta. Mahali popote huko, kuna jambo inatendeka juu ya maisha yako. Kuna jambo inatendeka juu ya kazi yako. Jambo inatendeka juu ya biashara. Mambo inatendeka. Inatendeka. Ainua mkono juu. Thank you Lord. Nimekushukuru na nimekubudu. Nimesifu jina lako. Tazama huyo mama, awe mshindi leo. Ameshindwa kwa miaka nyingi, lakini dakika hii umesema utamwacha kamwe, utamuokoa. Ebu muokoe. Okoa huo mtoto, okoa huo mama, okoa kazi yake, okoa biashara yake, okoa nyumba yake, okoa ndoa yake, okoa boma yake, okoa shamba yake. Jehova umetenda na mambo yake ibadilike kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Mwenye alikuwa ananena na wewe asubuhi ya leo kama kawaida ni Askofu Francis Opel. Napatikana hapa Nairobi. Natoka katika kanisa la African Revival Center of East Africa. Tunapatikana hapa Kayole, hapa Kioi. Tuko na branch nyingi. Tuko Mlolongo, tuko Kibera, tuko Soweto, tuko Kioi, tuko Saika. Tuko branch nyingi hapa Nairobi ambaye tunapatikana. Lakini nakukaribisha kesho Jumapili hapa Kioi. Piga namba hii simu 0720 86 39 11 0720 86 39 11. Tutapatana kanisani mapema ili tubarikiwe pamoja. Ushindi umepokea. Umekuwa mshindi na uwe na mchana mwema. Amen. 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 Tukutane Jumapili, Jumamosi ijayo, masaa kama hii, katika jina la Yesu. Amen. Eternal Father, I offer you